Cheki Mombasa music industry. Sharapolo jaja uri mistari mibovu bitiza nzuri wanangu wa damu na gonga mihuri kwani majaja msikie vizuri na chana mnasema hapana kiacha kuchana mwasema na So nataka tuangalie kitu fulani about Mombasa. Saizi kuna youngster wawili wenye wametokea na ni wanguri. Number 1 mtalibani halisi. Stress kichwani geto mindo fastiboni kinachouma sina kitu mfukoni sometimes mimi nadhani kama Mungu anioni. Number 2 double gang tukitaja double gang hapo tunaangalia Pedeshe. Nitakusanya sio kwamba nakutusi mami na kukanya kinaonesha makuzi nitaumia ukijifanya wewe nimekupenda nimekuwa kama zombe. Unapata wote wako na mangoma kalikali, wote ni wanoma, wote ni from Kisauni. So Kisauni iko na history ya kimziki. Kisauni ni kama the mother of hip hop in Mombasa. Kisauni kuna wasanii kama Kala Moto. Mungu atusamee kisa tujui mwisho wetu lini. Ukweli utabaki atabirimi kichacha. Nilirudisha rap baada ya madingi kuiacha. Nakumbuka masaifa nikiwa pwani Mombasa. Na wengi nimetaja Kala Moto kwa sababu yeye ndo bado anapiga back to back na from Kisauni. Kuna ile saifa fulani wametoa juzi hatari sana. So turudi hapa hivi kwa hii aspect fulani ya youngster. Kuna koga na ile ni rumors ama ni assumption ama nini ama ni reality ati Mombasa kuna venye wasanii wa Mombasa hawaendagi international, wanabakingi tu nini alafu wanakuja na wanaisha. Tutoe hiyo assumption, tulete sasa reality ingine ni ati dunia ina change. Unaona na tuzitumia zile old versions of stories about Mombasa music industry ku define yenye iko sahihi. So kwanza huyu Pedeshe, unaona kuna hii ngoma fulani inaitwa Anita. Shambia mpaka wana na mamenta kukanya shakupenda mekwa kama zombe. Hiyo wimbo ni deadly sana. Mtalibani halisi naye akona yake fulani ile toka magetoni. Unaona? So kuna kitu fulani hapa hivi kama ka beef si beef. Like huyu mtalibani halisi na Pedeshe ni mamorio, walikuwa mamorio mbaya. Unaona? So ikafika time kuna venye mtalibani halisi aliona acha focus na mambo mengine kiasi nini. Pedeshe wakashikana na wase fulani wakaunda mbogi inaitwa Double Gang. Na wakaanza wakadrop ngoma hatari. Unaona? Mtalibani halisi akacheki akasema mimi pia inabidi niingie studio. Akadrop hatari zaidi sasa. So yeye akajibuild kama yeye, Pedeshe akajibuild kama Double Gang. Unaona, na wote wako fiti, wote wako sawa. So numbers za mtalibani halisi na shuku ili grow faster than Gang. So ikabidi at some point Pedeshe na mtalibani halisi si ndio ambia Memorial. So ikakuwa something like collab nini. Basi mtalibani halisi akamshow collab unaweza kupea wewe ni Memorial. Lakini hii collab mimi napea wewe kama Pedeshe. So ndio hii collab function. Wewe create YouTube channel yako kama Pedeshe. Wewe ndio Memorial, wewe ndio mwana, mimi nakutambua. So hii yako sasa, hiyo ngoma tutapiga collab uweke kwa hii channel yako ndio grow kivyako, hata kama mbogi pia itagrow. So sijui kukaenda aje nika Pedeshe kuambia mbogi nini haikukubali hiyo maneno. Hivyo ndio ikakuwa sasa hawajaifanya collab, but hawase wawili wakiweza fanya collab ingoma inaweza kuwa ingine amazing. But bado before kurush kufanya collab kuna kitu inaitwa showbiz. Since hawase wawili ni youngster saizi Mombasa mzima
wasanii kama wenye wanachipukia. Okay, wasanii wako kuna Eko 254 of which pia ni akianza kujulikana alikuwa very young. So Mombasa iko na hii agenda fulani ama structure fulani ya msanii kutrend kama ni young ni rahisi sana, of which Nairobi ni ngumu. Nairobi mwenye alidu hivyo ni kama Trio Mio, tunaweza wahesabu yani kwa wasanii wa big, tunaweza wahesabu. Trio Mio ndo alitokea hivyo na ilikuwa because of collab na Meja, ile ngoma ya Cheza Kama Wewe, unaona. But Mombasa individually tu msee tu anazaamua tu, msee mwenye hata koteni asanizaamua tu leo acha niende studio na niimbe, na wase watamsupport, atafika huko far. So kitu main yenye nataka tuangalie ni hii structure ya music in Mombasa iko aje na ina lead wapi. Msee akishatokea hivyo ashajulikana, yes, what's next? Kwa sababu bado kuna boy fulani alikuwa mngori anaitwa KO. KO alikuja akapiga doba fulani hivi hatari, noma sana. But kuna venye alienda, siku hizi simsikii. Niko sure hako lakini simsikii venye nafaa kumsikia. Unaona, msanii anafaa tu kusikika, hata sifai kumtafuta. Msanii nafaa tu nikae hivi tu nisikie shambia mpaka wana kileta mtiti mami nitakukanya. Unaona, vitu kaa hizo. So in future kitu na predict ama kitu nizataka ikue ni ati wasanii wa Mombasa sana sana ama youngster wasikuwe na ile dream ya kudhani international ni huko nje, ati maybe kujulikana Nairobi ndio international ama kujulikana Uganda ama Tanzania ndio international ama USA. Hapana, international ni hapa pwani, hapa Mombasa. Unaona, weimba hizi sauti za hapa, imba hiyo Kiswahili, imba hiyo nini, imba kiwewe. Mtu atatoka huko Europe na asikize hii sound na aseme hii sound ni ngori na anini angalie kwani international ni wapi? International ni hapa hivi penye tuko, kila mtu penye yako kwa international, unaona. So hizi sounds hata si lazima upige collab sijui na nani. Tukiangalia kitu kama Despacito, hiyo ngoma ile trend Wakenya wanaitafuta na tuelewi language moja hapo ya Despacito, kwa sababu hata language ni so international si English, international si language, international ni sound. Unaona, chukua ule Mkikuyu fulani alimba hii Mwaki hapa Kenya hadi ya kunini hatukuivalue sana, but until ianze kutrend huko majuu ndo wasao kagundua kumbe. So Mtalibani Alisi nilicheki akisema adai manager of which ako 50. Unaweza na baby. Unapita kwa mzigo Mtalibani. Nitasaidiana na wanangu. So wana staki management. Yani kifupi labda mshikaji anamaanisha hataki written contract na mtu yani. Kwa sababu hii wave inafahamu understand. Kuna Gen Alpha, kuna Gen Z, kuna Millennial, kuna Gen X, baby boomers ama nini. Unaona? So yeye Mtalibani kama Gen Z, kwa vitu zenye ashaona kwa miaka ameishi ama stories zenye amesikia ama wasanii wameishi, unajua kila msanii anakuwa na dream fulani. So kwa zenye ameona haoni haja ya manager like ile signed contract nini, kwa sababu pia kujifikisha hapo penye amejifikisha inamaanisha ako na hiyo kipawa, anaweza. So according to him adai manager of which iko fit, but nini kutodai manager haimaanishi sasa ati amesema hata work na watu. Hapana, lazima kutakuwa na mtu mwenye kama mentorship nini, but ile signed contract tu ndo alimaanisha unaona. Na mimi naona iendelee hivyo like hapa hivi space ya Mombasa kusikwe na ile pressure ya
nafaa kufanya kolabo na msanii wa Nairobi, ama nafaa kwenda studio za Nairobi, sijui ndio nini. Amini wewe, hiyo vision tuko nayo hapa na kushow. Mse atatoka huko, mse mwenye huko US atashika hivi simu yako, atafute saundi yako, aandike hapo hivyo kwa mtandao Double Gang na asikize, aandike hapo Spotify Double Gang. Unaona? Kutoka hiyo sound tu, wewe ilete tu hiyo sound, wewe focus tu kwa hii kitu unaimba hii. Focus tu kwa hiyo, usikuwe na pressure ya international. Acha waseme juu. Tukiangalia YouTube, unaona? Si tunajudge muziki na YouTube. Asipanao. Tunajudge muziki na YouTube msa kianza. Unaona? Kuna wale wasanii obvious wawezi wa judge na YouTube, but YouTube bado tu inabonga. Kwa sababu YouTube ndio ina display hiyo video. Ni wapi pengine mtu ana display video? Hakuna, ni YouTube. So since tukiangalia YouTube na uangalia wasanii Mtalibani halisi kwanza, angalia ngoma zake hapo YouTube, almost all ziko above 100,000 views. Ndio ngoma yako iko above 100,000 views, inamaanisha kudos, people know you, na hao ni wa Mombasa. So wewe endelea kutumbuiza hao wenye wanakujua, watumbuize. Hizi numbers zitasonga tu polepole, utapata more 50k people wameanza kuongezeka. 50 Lamu, 50k TZ, 50k. Unaona, tusikue na ile nini ati sasa inafani collabo na Nairobi ama na Mjiji. Piga ngoma tu ikuwe fiti, ngoma ikuwe fiti, au wajiji hao ndio watawasaka waombe collabo. Unaona? So this young generation, alafu beef wa structure fiti. Sasa Pedeshe na Mtalibani halisi wasiaimba pamoja, hiyo ni kitu mimi nadhani. Unaona, waiweke ikuwe beef fulani kama ile wave ya Willy Paul na Bahati. The moment Willy Paul alimba na Bahati, nini zao showbiz yao ilidedi. Unaona, kama Diamond na Alikiba wajaimba pamoja hadi leo, na utaona wamekaa meza moja. So hii ya Mtalibani halisi na Pedeshe iende hivyo. Design kwanza kukua hata na some acting ile ya wako na beef, wamesema watakutana mahali kwa ring, kwa boxing, wapigane, vitu kama hizo ndio vitu zinasukuma muziki. Adios muchachos. Mombasa music industry itafika mbele. Kuna wasanii wengi sijataja, but hawa wamekuwa of interest juu wote nimeona numbers zao ziko fiti. Nimeona ni kitu fiti sana nikiongea kuhusu Pedeshe, Double Gang na Mtalibani halisi. Adios.